Hii ni kwa ajili ya wanandoa wote. Najua wengi watalipinga, lakini ukweli lazima usemwe. Unajua, katika ndoa kuna mume na kuna watoto, kuna mke na kuna watoto na kuna mume pia, si ndio? So hii ni kwa ajili ya wanawake. Mama zangu, dada zangu, popote mlipo, ni kwamba mtu bora katika maisha yako ni mume wako, na mtu wa kumfanya awe kipaumbele chako katika maisha yako kama mwanamke aliyeolewa ni mume wako. Watoto tunawazaa, tunawakuza, mwisho wa siku wanatuacha wenyewe. Wengine wataolewa, wengine wanaoa. Kuna wakati wale walioolewa wataolewa na wanaume ambao hawajawapenda nyie. Kuna wale waliooa wataoa wanawake ambao hawajawapenda. Mwisho wa siku hata kufika nyumbani wanakuwa wanashindwa. Na ikiwa Mungu bado anamsaidia mume wako awepo hai ama wewe uwepo hai, utajikuta mmebaki nyewe wawili tu nyumbani. Na unaweza kuzaa watoto 10 wakakumbuka wawili, wengine wote 8 wakakusahau, ama wote wakakusahau. Mambo yote hayo yanatokea na ni marahisi sana kutokea katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu. Siku zote muweke mume wako kipaumbele chako, awe bora kwako kabla ya watoto. Watoto ni baadaye. Hao mmewazaa nyie, watawaacha siku moja. Watawaacha siku moja. Hivi mimi mnavyoniona hapa, siishi tena na mamangu. Niko kwangu. Mamangu kuna wakati naweza nikaenda kumwangalia kule nyumbani kwa wiki mara moja, mara mbili, ama wiki yote kaisha na nisimtembelee. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mume wako ndio kipaumbele chako. Mume wako ni mtu bora katika maisha yako kabla ya watoto. Kubali ninachokuambia, huo ndio ukweli. Okay? Na Mungu awabariki.